Peter Ole Sunkuya, mwaniaji wa kiti cha MCA wodi ya Kameno mjini Thika, kwenye kikaangio cha siasa. Kikaangio cha siasa, sura ya siasa. Na barabara kabisa mpenzi mtazamaji, ni siku ya Ijumaa tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka wa 2017. Tuko mbashara kabisa kutoka jumba letu la matangazo, na kipindi hewani kwa sasa ni kikaangio cha siasa mwaka 2017. Na leo niko na mgeni kwa jina Peter Ole Sunkuya. Karibu sana mgeni. Asante sana. Mzima lakini? Mzima kabisa. Naam, karibu sana. Asante sana. Lakini sasa tuanze, kuna mtu ambaye anauliza Peter Ole Sunkuya ni nani? Peter Ole Sunkuya ni nani? Peter Ole Sunkuya ni mwanaume ama ni mwanasiasa. Naam. Katika Kameno Ward. Naam. Anawania kiti ya MCA. Naam. Mwaka huu wa 2017. Naam. Hapa Kameno. Naam. Sasa jini Thika. Naam. Eneo bunge la Thika. Naam. Yes. Pengine tuanze kwa masuala sasa ya kisiasa. Ni kitu gani ambacho ukiangalia unaona kwamba kilikusukuma kuingia siasa? Jambo ambalo imenifanya kusukuma kuingia katika mrengo wa siasa. Naam. Ni changamoto ambayo imekumba watu wetu. Naam. Pale chini. Naam. Ni vitu ambazo inatu challenge sisi wenyewe ama tukiwa wakaaji wa Thika. Naam. Kwa jumla. Naam. Kwa hivyo mambo yale ambayo yanafanyika pale chini. Naam. ni hivyo ndio imenifanya nitafute kiti hiki. Naam, pengine sasa kuna mtu anajiuliza Peter Ole Sunkuya anakaa kutoka jamii la Wamasai, na unasema kwamba unawania kiti cha MCA eneo la Kameno ambao iko katika maeneo ya Thika, maeneo ambayo pengine Wamasai hawajaweza kuyamiliki mno. Pengine kwako una mtazamo gani kuhusu swala hilo? Mimi kwa kabila mimi ni Masai. Naam. Lakini mimi ni mkaaji wa Thika. Naam. Na jinsi ujuavyo ya kwamba mimi ni mwana Kenya. Naam. Kama wale wengine Kabisa. Nimeona ya kwamba inanifaa. Naam. Na nikiwa na vigezo ambazo inanifanya kuwa kiongozi. Naam. Sina budi kuongoza popote hapa Kenya. Ndiposa nikajitoza katika ulingo wa siasa kuwania kiti hiki hapa Kameno. Umeweza kuzungumzia swala la una vigezo ambavyo unahisi kwamba vinatosha kuongoza watu wa Kameno. Kabisa. Kuna mtu anajiuliza vigezo hivi ni vipi? Vigezo yale ambayo niko nayo ni mmoja wao ni upendo kwa watu wa Kameno. Kweli. Na ukiangalia kigezo ya upendo inakusukuma ufanye mambo ambayo inakupita ama inapita tuseme mahali ambapo unafanyia kazi ama mahali ambapo unakaa. Kwa hivyo hii upendo kwanza imenifanya nisimame pale kutafuta kiti cha MCA. Kwa hivyo kigezo ya kwanza ni upendo. Ingine ni aggressiveness. Tunaweza ita kwa lugha ya Kiswahili kwa neno ushupavu na kuamua tu. Na kigezo ingine ni ile ya kujielewa mimi ni nani. Naam. Na kwa hivyo kwa vile nimejielewa ya kwamba mimi ni kiongozi. Naam. Singekuwa na budi kusimama kuwakilisha watu wa Kameno. Kwa hivyo hizo ni vigezo ambazo zimenifanya ama niwe na usukumo wa kutafuta kiti hiki. Na pengine umepokelewa vyema eneo la Kameno? Umepokelewa vizuri kweli? Kabisa. Watu wa Kameno hata ukiingia pale kuuliza Masai ni nani watakuambia Masai. Kwa sababu gani? Tumekuwa na changamoto chungu mzima ambayo imetufanya tuwe katika mstari wa mbele tukipigania haki yetu kama wakaaji wa Kameno. Kwa mfano kulikuwa na ubomoaji wa vioski ambayo imetufanya tushikane kama watu wa Kameno kwa njia moja ama ingine. Kulikuwa na shida ama tatizo katika soko la Madaraka ambayo watu wameniona nikiwa katika mstari wa mbele kwenda katika koti, kwenda njia mengi, kwenda kwa vitengo mbalimbali tukiona ya kwamba tumepata suluhu na kudumu. Kwa hivyo watu wa Kameno wananitambua ya kwamba mimi ni mmoja ambao amekuwa katika kibao mbele kupigania haki zao. Hivi unavyozungumza unasikika kwamba una ukomavu na ukakamavu ina fulani katika siasa. Pengine kuna mtu anauliza pale nje, ushawahi kuwa katika kinyang'anyiro kingine cha siasa kweli? La hasha. Naam. Labda kwa kwa chuo ambazo tumekuwa katika uongozi kama wanafunzi katika chuo kikuu. Lakini katika eneo
bunge Naam. lolote hatujawahi asijawahi ania Naam. ya uongozi wowote. Naam. Lakini mara hii Naam. kwa vile niko na hizo vigezo, Naam. ndio nimeamua ya kwamba nitawania kiti hiki. Kuna mtu ambaye anaangalia anasema kwamba Peter Ole Sukuyu anaingia katika kidimbwi ambacho kimejaa simba. Manake kuna watu wamekuwa kwenye siasa na wewe unaonekana sasa ndio unasema kwamba wacha nijitose kwenye uwanja huu. Unaona itakuwa vipi? Kinyang'anyiro kitakuwa kigumu ama utafanya kiwe rahisi? La hasha, mimi tayari nimefanya ikuwe rahisi. Manake kama ningeona ingekuwa ngumu, ningeenda kusimama mahali nilisaliwa. Lakini nilisema ya kwamba hili ni jambo ama ni changamoto ambalo ninaweza kuichukulia kwa urahisi. Ni changamoto ambalo tukiweza kuamini kama wana Kenya ya kwamba Kenya ni nchi huru. Kenya ni mahali ambapo ninaweza uongoza popote. Nikasema ya kwamba ni jambo muhimu ya mimi kuweza kuchukua hiyo changamoto na kuongoza katika Kameno. Na ninaweza sema ya kwamba hii safari si ya walio na nguvu na si ya wale ambao wako na nguvu, si ya wale ambao wako na pesa, lakini mtu yeyote ambaye ako na roho ya wananchi ndani ya nafsi yake. Hii safari ni ya huyo mtu ambaye ako na mzigo ya wananchi. Umeweza kuzungumza hapo awali nikasikia ukitaja matatizo ambayo yanakumba watu wa Kameno Ward. Umeweza kuzungumza kwa undani, nasikika ni kama umekuwa mkaaji wa Kameno Ward kwa muda wa miaka mingi. Pengine nikuulize, wewe ni mzaliwa wa wapi na umeweza kukaa eneo la Kameno kwa muda wa miaka mingapi hivi? Mimi nimekaa Kameno zaidi ya miaka 19 ambayo naelekea 20 sasa. Kwa hivyo hata kabla maendeleo zingine hazijafanywa Kameno, mimi nilikuwa pale. Hivi unazungumzia miaka 19 ukuwa katika Kameno? Yes, nikiwa katika eneo bunge la Kameno. Basi ulizaliwa huko. Maana wewe ni kijana. Mimi ni kijana mimi siwezi sema kwamba nimezaliwa pale, lakini ni jambo muhimu kueleza ukweli. Mimi nilizaliwa Narok, Narok North, mahali ambapo inaitwa Nerejangare, lakini niliweza kuondoka pale kitambo kidogo kwa sababu ya mambo mawili matatu. Hasa mambo ya uchungaji, nafikiri unajua kwamba Wamasai wanatoka hapa na pale. We are pastoralism kwa kilugha ya Kimombo. Na kuna mtu unajua pale mtazamaji anajiuliza, iweje Masai aache kazi ya kuchunga akuwe mwanasiasa? Pale hapo mbele nimesema ya kwamba hapo awali nilisema ya kwamba kuna vigezo ambayo inaweza kupatia usukumo ya kutafuta kiti ama ya kutafuta uongozi ili upate kuwakilisha watu wako. Na haya vigezo ndio imenifanya sijaangalia mahali nimetoka, sijaangalia ama sijafikiria mahali ambapo nimesaliwa. Nimeona ya kwamba ninaweza chukua changamoto hili na niweze kuwakilisha watu wa Kameno kwa sababu ya yale matatizo ambayo inawakumba. Pengine umeweza kusema kwamba una nia na una azma kuwa kwenye uongozi wa MCA, na pengine nikuulize swali ambalo pengine utaweza kunipatia mwelekeo mzuri. Pengine ni vitu gani ambao ukiangalia Kameno unaona kwamba havijaweza kutimizwa, unaona kwamba endapo utapata hiyo nafasi basi utakuwa unabadilisha taswira ya uongozi katika eneo ile? Kuna maswali kadha ambayo yako pale chini ambayo inakumba mwananchi wa kawaida katika Kameno. Na haya maswala ni maswala ambayo watu wengi wanajionea. Tunaona mahali kama Kiganjo hatuna sewer line, kama hatuna ili njia ambalo takataka inapita. Hatuna sewage system ambayo saa hizi katika Kiganjo kuna buildings ambazo zimejengwa pale, hakuna system ya sewer line. Na ninaweza kusema kwamba nina suluhu kwa jambo hili. Nikiwa kiongozi wa Kameno Ward, nitaungana na vitengo mbalimbali ambayo inahusika na mambo ya environment,
inahusika na mambo ya hiyo sewages. Tuhakikishe kwamba watu wa Kiganjo wako katika mazingira masafi, wanakaa katika mazingira masafi. Kuna mengi mambo masuala zingine ambazo kama barabara. Kweli. Mabarabara tunaona saa hizi viongozi wetu ndio wanang'ang'ana, wanakimbia hapa na pale. Kweli. Ni vitu ambazo nikiwa mwakilishi nitawakilisha kwa njia ambayo inafaa ya kuhakikisha kwamba wakaaji wa Kameno wako katika hali salama wanaposafiri. Na umeweza kuzungumzia masuala ambayo yanaathiri mkaaji wa Kameno, mkaaji wa kawaida wa pale wale maeneo. Na inakaa ni kama ni mbinu ya yale matatizo ndio unataka kutumia kama mbinu yako ya kujipigia debe. Lakini sasa pengine nikuulize, unahisi kwamba hao watu wanapata matatizo haya kwa ajili ya mtu kuzembea kazini, mtu kama vile MCA? Naweza sema ya kwamba yote inaweza kuwa sawa sawa. Kweli. Haya mawili ambayo umesema inaweza kuwa ni kusembea ama inaweza kuwa ni kukosa support pale juu ama kukosa support ya wananchi. Lakini mtu hujieleza wakati ambao umegumbwa na jambo fulani, mtu hujieleza ya kwamba sipati msaada mahali popote ama sipati usaidizi mahali popote. Kwa hivyo siwezi sema ya kwamba labda ni kusembea. Manake ukisema kusembea ni kama labda nimeuliza maswali. Lakini ukiona ya kwamba wananchi hawapati suluhu kwa matatizo yale wanapitia na kiongozi amekuwa pale kwa miaka 20, lazima kama mwananchi wa kawaida unaweza uliza swali moja mbili kuhusu utekelezaji wa kazi katika wodi. Kwa hivyo naweza sema ya kwamba yote yanaweza kusababisha yeye kutofanya kazi. Inaweza kuwa yeye amesembea, inaweza kuwa hajaakilishwa vilivyo pale katika county government. Na kulingana na mazungumzo inaonekana kwamba unahisi kwamba kuna mushkili katika uongozi. Unahisi kwamba kuna kazi haifanyiki vizuri katika uongozi. Na pengine wewe kama Peter Ole Senkuya Konradhi una uwezo wa kubadilisha taswira hii. Na kama ulivyosema, na kila mwanasiasa hukuja na manifesto zake na sera zake. Pengine kwa faida ya mpenzi mtazamaji, sera zako ni zipi? Sera zangu nimeweka ama nimejumulisha kwa kama mambo matano ama mambo tano. Na haya mambo moja wao ni usalama. Katika wadi ambayo ninakaa kuna ukosefu ya usalama. Tukienda katika mtaa wa 4 na mtaa wa 7. Kweli. Ukiteremka pia mtaa wa 9. Unapozungumzia mtaa kuna mtu ambaye anatoka Thika elewe mtaa unamaanisha nini? Ni maeneo yanaitwa hivyo. Okay, sijazaliwa Mswahili lakini najaribu. Uko sawa. So mtaa ni kama phase 11, phase 4 zinapatikana kwa Kameno, sio? Inapatikana Kameno. Kwa hivyo kuna Kisii Estate ambayo saa hii ikifika saa 3 ama saa 4 utashindwa kutembea kwa sababu ya insecurity. Salama. Nimeweka mikakati sambamba ama mikakati mazuri ya kuweza kutekeleza ama ya kuweza kuleta suluhu ya usalama katika Kameno. Kabisa. Jambo la kwanza ambalo nimelete ama niko nayo install ama katika gala. Ni mweledi wa lugha ya Kiswahili na unasema inakuchanganya kidogo tu. Sawa. Maneno ambayo ama ile mambo ambayo nimeweka in place ili kusuluhisha maneno ya security ama usalama katika Kameno ward ni kwamba kwa ile plan ambayo nimeweka ni kwamba tutaunda one command center ambayo it will be empowered by watu ama wakahaji wa huko. Kuna watu tunaita landlord ama wenye manyumba. Na ni kitu ambayo tutakaa chini tuzungumze, nijue open space ya Kameno iko wapi, tuweze kuset kitu tunaita command center ya security katika Kameno ward. Na hii command center itakuwa ni mahali ambao tutaajiri vijana wetu wanaotumika kwa njia moja ama mbili
kulete ukosefu wa usalama katika Kameno. Kwa hivyo ukosefu wa usalama ni tatizo. Pengine sasa mpenzi mtazamaji anataka kujua tatizo mengine. Hiyo ni kigezo cha kwanza. Hiyo ni kigezo cha kwanza ambao nimeelezea na nikazungumzia juu yake. Kigezo ya pili ni mambo ya elimu. Mambo ya elimu ni kwamba kuna mashule ya umma ambazo ziko katika Kameno. Hakikisha ya kwamba sitakuwa katika hali nzuri ambayo inayofaa. Kweli. Kwa ukiangalia hali ambayo iko ukiangalia madirisha nini, sakafu iko namna hiyo, na tutahakikisha kwamba imekuwa sawa. Kigezo kingine ama another swala ingine ni usafi ya mazingira. Hakikisha kwamba kutakuwa na usafi ya mazingira. Jambo lingine ni maneno ya barabara, access to roads. Tahakikisha kwamba barabara ambazo zinang'ang'aniwa na watu wengine sasa kutengeneza, tutahakikisha kwamba tutaunda wakati ambapo unaofaa, na hakuna siku nyingine ambapo utakosa kuingia katika mtaa fulani kwa sababu hakuna barabara. Na mnaona mwelekezi wangu ananiambia kwamba muda unawazidi kutupa upogo, lakini pengine sasa nikuulize tu swali la kirahisi kabisa. Peter Ole Senkuya akose kushinda kiti hiki itakuwa vipi? Kwa kila safari kwa kila mbio kuna kuanga na mshindi na mshindo. Na hili haiwezi nikataza ama kunisuia kutekeleza yale mambo ambazo ninataka kutekeleza juu ya watu wa Kameno. Kwa hivyo yeyote atakayeshinda, iwe ni mimi ama mwenzangu ambayo tunang'ang'ania maana tuko wengi, nitahakikisha kwamba nitamuunga mkono kuyatekeleza yale mambo ambalo niko nayo kama hatanikaribisha kabisa. Na iendapo mimi nitashinda, yule ambayo nitakuwa nimemshinda, ninaalika anipatie yale mambo ambayo alikuwa nazo, tuunganishe pamoja ili tujenge Kameno wote. Kabisa. Asante sana Peter Ole Senkuya kwa kuweza kueleza kwa undani kuhusu sera zako. Sasa tutakuwa tunaenda kwa pumziko. Tukirudi nitakuwa anaweza kukueleza nasimama na chama kipi na yepi mengi kuhusu tu wakaaji wa Kameno. Peter Ole Senkuya, mwaniaji wa kiti cha MCA wodi ya Kameno mjini Thika, kwenye kikaangio cha siasa. Kikaangio cha siasa, sura ya siasa.